Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari. Tuweze kusikiliza tafakari ya leo zinazotolewa katika Tafakari Tena TV inayopatikana katika mtandao wa YouTube. Kwanza kabisa napenda kualika tuendelee kusubscribe katika channel yetu pendwa ya Tafakari Tena TV inayopatikana katika mtandao wa YouTube, Facebook na Twitter. Basi siku ya leo tafakari yetu itakuwa ni juu ya sakramenti ya kitubio. Tutaona kwa undani kuhusu sakramenti ya kitubio. Sakramenti ya kitubio ni mojawapo ya sakramenti 7 za Kanisa Katoliki. Sakramenti hii inatufundisha juu ya umuhimu wa kutubu na kuomba msamaha kwa dhambi zetu ili kurejesha uhusiano wetu kwa Mungu na kwa wengine. Kitubio ni hatua muhimu katika mchakato wa wokovu na ni njia ya kupata msamaha wa dhambi. Sakramenti hii inahusisha toba ya kweli, kukiri dhambi zetu kwa padre na kumpokea Kristo, kupokea msamaha wa dhambi kutoka kwa Mungu. Vile vile sakramenti ya kitubio kwa jina jingine inaitwa sakramenti ya upatanisho, sakramenti ya kutunganisha na Mwenyezi Mungu, sakramenti ya kutupatanisha na Mwenyezi Mungu pale tunapokuwa tumeanguka katika dhambi. Vile vile ukisoma katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 1 aya 8 hadi ya 9 inasema, ndugu zangu, tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani yetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, atatuondolea dhambi zetu na kutusafisha udhaifu wote. Basi Mwenyezi Mungu anazidi kutualika hasa katika maandiko matakatifu kwamba tusifiche dhambi zetu, bali tukawe wazi, tukatubu dhambi zetu. Anasema yeye anayesema kwamba hana dhambi moyoni mwake anajidanganya mwenyewe na kweli haipo ndani yake, kwa sababu sisi ni wanadamu, ni watu dhaifu, tunaanguka hapa na pale. Mwenyezi Mungu anatualika tuweze kutubu, na anasema kwamba atakao tubu dhambi atawasamehe na watakuwa na uzima wa milele. Vile vile tutaona dhambi kama mahitaji ya toba. Ukisoma katika kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana sura ya 1 aya 9 inasema, ikiwa tukiri dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na haki, atatusamehe dhambi zetu na kututakasa na uovu wote. Toba ni njia ya kurejesha uhusiano wetu wa Mungu. Sakramenti ya kitubio inatufundisha kwamba Mungu daima anayetufundisha kuwa msamaha kweli unatakiwa pale tunapofanya toba. Vile vile ukisoma katika kitabu cha Luka sura ya 15 aya 11 hadi 32 tunaona mwana mpotevu, na hapa tunaona huruma ya Mungu kwa wale wanaotubu. Na tunaona mwana mpotevu baada ya kutawanya mali zake akatumia na makahaba, baba yake alimsamehe, na yeye mwenyewe alipoona kwamba maisha alimshinda huko alipokuwa, akajisemezea mwenyewe, ni wafanyakazi wangapi na watumwa wangapi wa baba yangu wanakula na wakusaza, na mimi nahangaika hapa. Nitaondoka, nitarudi kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa mbele yako na mbele ya mbingu, sistahili kuitwa mwana wako tena, bali unifanye moja wa watumwa wao. Lakini mtazamo wa babake ulikuwa ni tofauti. Babake alimsamehe na akawatuma watumwa wake wamletee vazi na wakamvika na wakamfanyia sherehe. Hii inaonesha huruma ya Mungu kwa wale wanaotubu. Tunaona mwana mpotevu ametubu dhambi yake kwa baba yake na kwa Mungu, na tunaona anasamehewa. Basi tunazidi kualikwa kwamba tukitubu dhambi zetu, yeye atakuwa mwaminifu na atakuwa tayari kutusamehe. Hadithi hii inaonyesha mfano mzuri wa huruma na msamaha wa Mungu. Mungu ni kama baba yetu aliye tayari kuwasamehe watoto wake wanaporudi kwake kwa toba, kama huyu mwana mpotevu alivyorudi kwa baba yake kufanya toba. Vile vile tutaona ahadi ya msamaha wa dhambi. Ahadi ya msamaha wa dhambi. Mungu anatuahidia kwamba kwa wale watakao fanya kitubio watapata rehema huko mbinguni. Hizo ni ahadi anazotuwekea Mwenyezi Mungu pale tunapokiri dhambi zetu. Na Injili ya Mathayo sura ya 9 aya ya 1 hadi ya 8
inasema, mwanangu, dhambi zako zimesamehewa. Tunaona mtu anasamehewa dhambi zake. Watu yule kipofu na alikuwa amepooza anasamehewa dhambi yake, ila watu waliguswa na kile alichokisema Yesu, lakini Yesu alijua kuwa umati ulikuwa unajiuliza kama alikuwa na mamlaka ya kusamehe dhambi. Hawakujua kwamba Yesu ni Mungu, na tukizingatia kwamba Yesu ana pande mbili, yani ni Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, na vile vile tunajua kwamba Yesu ni binadamu na Yesu kwa asili ni Mungu. Kwa hiyo walishangaa kumuona huyo mwanadamu akiwa anasamehe dhambi, wakajiuliza ametoa wapi mamlaka ya kusamehe dhambi, wakati wanajua Mwenyezi Mungu ndiye anayesamehe dhambi. Hawakujua kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, vile vile ni Mungu pia. Katika sakramenti ya kitubio tunaona mamlaka ya Yesu kwa padri anayetoa msamaha kwa jina lake. Yesu alituambia kuwa anayo mamlaka ya kusamehe dhambi, na kwa hivyo padri anapoongoza sakramenti hii anatekeleza utume wake kwa Yesu wa kutoa msamaha wa dhambi. Kwa hiyo ndani ya makuhani waliowekewa daraja takatifu, wanapotusamehe dhambi zetu, ndani yao ni Yesu Kristo mwenyewe anapotusamehe dhambi zetu kupitia kwao. Kwao wanafanya hayo wakizingatia maagizo ya Bwana wetu Yesu Kristo ya kusamehe dhambi. Anayetusamehe dhambi ni Bwana wetu Yesu Kristo. Kwao tunazidi kualikwa kwamba tusiwe watu wa kuogopa katika kufanya toba, kufanya kitubio kwa padre. Maana unakuta mtu anachagua padre huyu aniungamishe na huyu siwezi kuungama kwake. Ila tukitambua kwamba Yesu Kristo ndiye anayesamehe dhambi na sio padre. Na vile vile padre aliruhusiwa kutoa siri ya maungamo. Kwa hiyo tunapoenda katika maungamo tuwe wawazi na wa kweli mbele za Mwenyezi Mungu, kwa kuwa huyo padre anamwakilisha Kristo mwenyewe. Vile vile tunaalikwa kwamba tusiwe watu wa kubagua kwamba padre huyu anaweza katoa siri ya maungamo yangu, bali padre anakuwa kama daraja ya kutuongoza sisi kufikia Yesu Kristo, kufikia ufalme wake, na haruhusiwi kutoa siri ya maungamo. Basi tusiogope kufanya toba na kutakasa nyoyo zetu. Toba ya kweli. Ukisoma katika kitabu cha Yona sura ya 3 aya 6 hadi 10, watu wa Ninawi walizitubu dhambi zao kwa dhati na kwa uaminifu, na walifunga mavazi yao shingoni na walifanya toba mbele za Mungu. Kwa tunaona toba ya kweli kama wa Ninawi. Katika kitabu cha Yona Mungu anazidi kutuonesha kwamba tuwe na toba ya kweli kama hawa wenzetu. Mwenyezi Mungu anasema kwamba turarue mioyo yetu na wala si mavazi yetu, kwa kuwa mavazi yetu hayajakosa na hajamkosea Mwenyezi Mungu, isipokuwa mioyo yetu ndio ya kulaumiwa. Basi tumrudie Mwenyezi Mungu kwa mioyo yetu yote kwa kurarua mavazi yetu, kama watu wa Ninawi walivyofanya, wakatubu dhambi zao kwa dhati na kwa uaminifu. Vile vile sakramenti ya kitubio inatufundisha kwamba toba ya kweli ni ile ambayo inatufanya tuishi maisha ya mapya. Tunapokiri dhambi zetu kwa Mungu na kutubu kwa dhati, tunaweza kupokea msamaha na pia tunaweza kuishi maisha yaliyojaa neema. Basi tukiwa na kitubio na tukifanya kitubio, tutakuwa karibu na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu atatusamehe makando yetu yote na tofauti zetu zote, na pale tulipoanguka yeye atatuinua. Mwenyezi Mungu anazidi kutualika tufanye kitubio, tukae watu wa kutafuta msamaha siku zote pale tunapoanguka, kwa kuwa sisi ni binadamu na tunakosea. Tunahitaji msamaha wa Mungu ili tuweze kusogea na kwenda mbele. Na vile vile ukisoma katika kitabu cha Yohana sura ya 20 aya 22 na 23 inasema, wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa. Hii inaonesha kwamba mapadri wapo kwa ajili ya Kristo na wamewekwa kuonesha ndani yao kwamba kuna Kristo mwenyewe ndiye anayesamehe dhambi, na anasema kwamba
wote mtakao waondolea dhambi watakuwa wameondolewa, na wote mtakao wafungia dhambi watakuwa wamefungiwa. Na vile vile kwa kumalizia, tunaona kwamba padre ni kiunganishi na anatuunganisha na Mungu katika sakramenti ya kitubio. Basi katika Kristo wapendwa, tunawaomba na kuwaalika tena tuendelee kusubscribe katika channel yetu ya Tafakari Tena TV, inayopatikana katika mtandao wa YouTube, Facebook na Twitter, kwa ajili ya kupata tafakari kwa wakati na za kutujenga katika maisha na kutuimarisha, hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma kinapoelekea mwishoni. Tunapokaribia kumaliza kipindi hiki, tuendelee kujifunza na kuyashika yale tunayofundishwa na kumfuata Mwenyezi Mungu kila siku katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina.